Yaani kama vile sasa machungu naenda kuyachochea upya. Yule shemeji kwa sasa siko naye. Uko naye? Na matokeo ya shemeji sasa unaniulizia ndo haya aliyesababisha. Na ndo maana hata sasa hivi inapitia kipindi kigumu. Ina maana mke wako ambaye ni shemeji yangu amekuibia, amefanyaje? Hebu niweke wazi rafiki yangu, wewe ni rafiki yangu, niweke wazi nijue nini tatizo, nini nikusaidieje, tufanyeje? Hebu niweke wazi, ni funguka. Yule mke wangu, unamjua? Ndio. Yule kuna vitu ambavyo hapa vilitokea hapa na mara tukuelewa. Wewe na mke wangu. Sawa. Baadaye unajua akili za wanawake. Akaamua aende kwenye sheria mahakamani. Hebu subiri kwanza start. Unajua usije ukanidanganya, mimi si mtoto. Sawa. Ilitokea nini mpaka kwenda umesema akaenda mahakamani? Yaani kulitokea nini mpaka aende mahakamani? Hebu niweke wazi. Hapa natafuta jinsi ya kukusaidia. Sawa. Unajua sisi ugomvi wetu ulikuwa ni wa muda. Sawa. Maana pale ndani hatukatoelewana. Ndio. Sasa baada ya kutoelewana sikujua kilichoingia kwenye akili yake ni nini kikamvuruga ghafla. Sawa. Yaani kaka, mpaka sasa hivi ninajuta. Kwa nini niliamua kufunga ndoa na yule mwanamke? Maana nilimwamini kabla sijaishi naye. Yaani nilitanguliza ule wema wa kuishi naye, kumwamini kabla sijamaliza naye muda mrefu kwenye mahusiano. Kilichonitokea hicho. Kwa hiyo mke wako mpaka sasa hivi mmefikishana mahakamani, kwa hiyo amekunyang'anya kila kitu au mahakamani ilikuwaje? Yaani ninachokuambia kila kitu nimenyang'anya. Unajua kunyang'anya. Yaani sasa hivi nimebaki na nyumba pekee yake. Mtume. Pole sana stari rafiki yangu. Lakini pia usijali kwa vile hapo umefika sehemu husika. Ondoa hofu na wasiwasi yoyote usiwe nayo. Labda kuna kitu kimoja ambacho nataka nikueleze. Kama ukipenda, lakini hapa nataka nikuelekeze njia sahihi ya kupata maisha mazuri, ukaishi kama mimi ninavyoishi. Ukayasahau hayo uliyomo ya kupiga vibarua. Hivi sitaki kweli vibarua. Sijui ile. Sikia. Umesema kwamba kuna njia rahisi. Nyepesi kabisa. Njia hiyo ni ipi? Labda najua njia rahisi zipo nyingi. Najua nye watu bana ambao bado maisha yenu ni mazuri. Najua kuna watu wako nje kusema labda maisha ni rahisi, nimepata kazi, labda uende Ulaya, uende Marekani, uende South Africa. Na mimi nikaongea na wale watu. Maana maisha ya Tanzania yamenichosha huko. Yaani natamani huko Tanzania ni hapa. Uende sawa. Yaani angalau nikae na wale, nikae kwenye kiyoyozi, au ndo unasema kama maisha mazuri. Hata nikipata kazi ya kuosha vyombo, yaani shida kusema nakuwa najua ni maisha rahisi. Sina stress, sina nini. Sasa ndio naona kama ni maisha mazuri. Lakini ukiniambia mambo ya kuishi Tanzania, nakupa mpango sasa. Nitakuwa napita hapa na kukutana naye yule mwanamke. Sasa unafikiri nitafanyaje? Si nitafia magerezani huko. Ile mkomoe. Sikiliza. Nataka nikupe mpango mzuri wa pesa. Twende nje nikwambie nikupe mpango. Kweli kaka? Ndio. Sikia leo inaweza kawa njema. Sikia. Sasa nisikize rafiki yangu. Naam. Nataka nikupeleke sehemu ambapo unaenda kutoboa maisha. Sawa? Kama uko tayari. Kweli kaka? Yeah. Ni wapi huko? Nataka nikupeleke kwa mganga. Kaka? Yes. Kule mimi naenda, lakini pia sio mimi peke yangu. Kuna rafiki yangu ambaye naenda naye. Sawa? Kwa hiyo wewe kama uko tayari niambie uko tayari au
Sikiza nikwambie. Hii haina haja ya kushika kichwa sijui nini. Ni maamuzi yako tu kuishi vizuri. Hapa mjini baba. Ila kaka, maisha nifikisha pabaya. Sasa kama hapa ni mbwai. Kwenda twende. Kama noma na iwe noma. Kama noma ni iwe noma. Hapa cha kufanya ni maamuzi. Kama ni kwenda twende. Ndio maana nakukubali. Twende. Sasa sikia. Nitakupigia simu nafikiri baada ya muda mfupi. Nimpigie rafiki yangu tujue tunafanyaje. Hilo limeisha. Sawa. Haina shida kaka. Kwa hiyo usiniangushe basi. Mimi siwezi kukuangusha. Yaani nimekwambiaje kama mbwai iwe mbwai. Haina shida. Haya yameisha. Yaani masuala ya maskini sijui kulima, yaani vibarua. Huyo sasa huyo ambaye alikuwa analima vibarua unamlimia. Anaenda kukulimia wewe. Wewe anaenda kukulimia wewe. Basi unaona sisi tunavyoishi tuna relax na enjoy maisha. Tuko vizuri. Naona maisha mazuri. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Fanya hivyo. Nimekuelewa kaka. Nimekuelewa. Twende. Poa. Haina noma. Baadaye basi. Asante. Poa. Maisha kweli ama kweli uchenji. Sitaki kulima vibarua. Navyo mjua mzee wa mademo. Hapana. Okay. Halo. Safi ni aje? Uko poa? Mbona unaongea kinyonge vipi? Okay, sasa sikia. Leo kuna jamaa yangu ambaye rafiki yangu kitambo kuja nyumbani kwangu akawa amenieleza matatizo yake na nini changamoto anazozipitia katika maisha sinaelewa. Nikawa nimemdokezea hii issue ya kule. Akasema yupo tayari. Sasa tunafanyaje hapo? Hebu nipe ushauri kwanza. Ndio. Ila halina tatizo. Sawa. Na ndio maana nakukubali. Wewe ni jembe hata kwenye rame unalima. Sawa. Wewe nimlete tukutane? Sawa. Maana nimemwambia nitampigia muda sio mrefu hapo. Kwa hiyo tukutane pale. Kwa siku zote. Hiyo imeisha hiyo baba. Wewe sijali. Saa 8? Mimi nafika saa 8 kasoro dakika 20 nitakuwa maeneo hayo. Asante dadangu kipenzi. Haya poa. Maisha hiyo. Safi. Sasa baadhi mimi nimeshakubali. Ngoja nipigie start. Study. Safi ni aje? Sasa naomba ujiandae na kupitia muda sio mrefu, baada ya dakika 15 nitapita hapo. Kumbe ulikuwa unajiandaa kutoka, basi tukutane barabarani, haina shida. Hiyo barabara kutoka Kijwile hivi unashuka hapo wewe. Okay sawa. Fanya chapu na haraka Okay sawa. Haya sawa. Safi. Hapa mambo shwari. Wife.
wife. Abembe wangu. Niambie. Vipi mbona umekaa huko? Yaani nimekaa mpweke hapa sebuleni nini? Nimekaa jikoni sijui wapi sijui. Usijali, kuna mambo naweka sawa kule, si unajua tena. Kesho mapema nipo kazini. Sawa, chakula bado. Bado kidogo. Bado kidogo. Sasa mke wangu nahitaji kutoka mara moja. Kama dakika 3 hivi kuna sema elekea hapo kwa rafiki yangu. Wapi huko? Sapo bwana. Unajua nakupenda kwa makini. Hapana, sana naomba unisaidie na nini? Nini? Kakoti kangu kale keusi. Sawa. Sawa. Umekaleta kasto. Acha kuvalisha mume wangu. Safi, nisimame au nilale? Ni wewe tu. Sawa, niangalie huko au niangalie huko? Niangalie mimi. Sawa.